wetu wa Nyeri awasalimie. Othaya oe mathingira kenda muri okuo no mwiyumireirie ni mwakania muno 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 ni undu wa kwamukira muthamaki ni mweka wega muno tondu mutinanguithia ndiramwirire murugame na muthamaki na ni mwikite oguo niguo. Your Excellency, kuna mambo mawili tu. Kitu cha kwanza nataka kukushukuru kwa sababu tumepigania ile board na sasa umeiweka. Ile kitu imebaki ni hiyo equipment. Ikikuja tunashukuru. Niko na shida na hao watu wa Othaya na Mukurweini. Kuna watu wanaitwa WASREB, wale ambao wanaongeza maji. Sawa. Your Excellency, Your Excellency, tulia ndio tueleze rais. Nimefanya mikutano na hao watu mara 3. Wameweka maji Othaya Mathira 125. Wakakuja hapa wakaweka 95. Nikawaambia that is too much for our people. Na tungetaka tuteremushe. Your Excellency, kule Mathira imekuja 80. Hapa wameleta 75. Bado watu wanalia. Tafadhali ninaomba kama ingewezekana, tafadhali sukuma ndio tuweze kutengeneza hiyo maneno. Neguo kana tiguo. Neguo kana tiguo. Nataka tuambie rais kitu kingine. Neguo. Wakati alikuwa anatafuta kura, alikuwa anakuja kanisa hapa. Anakuja Harambee. Anakuja kutusalimia. Sasa tunataka arudi. Ama nyinyi mnaonaje? Nyinyi mnasemaje? Sini namna hiyo? Bas, ukirudi uende salama na tumekushukuru. Thank you. Hiyo maneno yote gavana amesema. Unajua ile wakati mlinipatia ile kazi kidogo mambo ilikuwa ngumu. Nikajaribu kunyorosha. Sasa ndio mnaniona hapa. Sasa mimi nitakuja hii Othaya mpaka mtaanza kuuliza kwani huyu mtu hana mahali pengine pa kwenda. Sasa nyinyi mujipange. Nitakuja hapa mara nyingi. Na unajua sasa siku ile nilikuwa ninakuja na kurudi mbali. Siku hizi mimi niko na nyumba hapa Sagana. Sasa mimi nitakuja hapa jioni, usiku, asubuhi nitakuwa area. Samna hiyo. Na hiyo maneno ya maji. Sawa sawa. Simesema iko matatizo ya maji hapa. Hawa watu wa WASREB na watu wa county, mambo ya maji lazima mketi chini na msikize sauti ya raia. Ile raia wanasema mupambane na hiyo. Sawa sawa. So nimesikia vile mmesema na tayari ilikuwa imenifikia na kulikuwa na mjadala na mazungumzo. Na mimi nataka niulize Council of Governors. Nyinyi kina Mutahi mkusanyane Council of Governors, mketi chini na waziri na WASREB ndio tuhakikishe ya kwamba ile bei inafikia mwananchi ni bei ambayo mwananchi anaweza kulipa na tuweze kuwa na pesa pia ya kuendesha miradi yale mengine. Wacha nimuite mjumbe wetu wa hapa Mount Kenya Wainaina. Halo! 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 Othaya oye! Othaya oye! Watu wa Othaya mmefurahi? Mmefurahi? Your Excellency, those people they were very happy today. Wakati niliwaambia unakuja hapa, walikuwa wananiuliza utakuja lini? Your Excellency, tunashukuru sana. Wakati ulikuja hapa,
ulituahidi mambo mingi sana ya barabara, barabara imejengwa. Ukatuambia mambo ya maji ya kutoka hapa ndio barabara ya Mairo ijengwe, utakatupatia meza ya kubadilisha hiyo maji inabadilishwa saa hii, barabara itachekwa. More than 200 million. Your Excellency, ile hospitali, wakati nikuja kwako nikakwambia ile hospitali, uliniambia Wabogo, wacha hospitali iwe na bodi yake, ndio tuweke vitu ya Mwai Kibaki. Ndio sababu bodi imekuja, iko na bodi yake saa hii. Kwa hivyo ile vitu inakuja hapa Othaya, inakuja ikiwa ya Mwai Kibaki Referral Hospital. Na nimhakikishie watu wa Othaya, hiyo vitu already president wetu ameagiza, iko kwa njia inakuja. Na mimi ndio niliambiwa ule mtu wa kwa hospitali aandike barua sasa ya Mwai Kibaki Referral Hospital, ndio ikuje na jina ya Mwai Kibaki Referral Hospital. Halo. Ile ingine nimwambie wale watu wanaeta sisi down hapa ni ma contractors. Hii uwanja mnakumbuka The Excellency alisema ijengwe na CS akakuja hapa. CS akapeana contract. Contractor akakuja baka hapa. Akaniambia kwanza tumalize Bakugu tukuje hapa. Akatoroka. Makosa sio ya president, makosa ni ya contractor na sisi. Kwa hivyo nimwambie ile vitu yote president aituahidi yote aitupatia. Na nimwambie kitu moja. Nimwambie kitu moja. Ile vitu yote president aituahidi alitupatia na akaauthorize ministry tufanye kazi na wao. President hawezi kwenda kuhudu kwa ministry, ni sisi tunafaa kwenda kwa ministry. Kwa hivyo president kama kuna problem, hatufai ku blame president, tunafaa ku blame contractors wale wanakataa kazi. Kwa hivyo tukipewa kitu na president, tukipatiwa kitu na president, yule mtu anafaa kufuata ni mjumbe. Na mimi ndio sababu nafuata huko na nimwambie ile vitu yote president aituahidi yote imekuja hapa. Siku hiyo alitupatia 25 million ya Shika Boys, Shika Girls, Musharage School, High School, Secondary School. Na hiyo 25 million imekuja iko kwa shule, tunaweza kuanza kujenga. 25 million iko Shika Boys, Shika Girls na Musharage. Halo. Ahadi ya president yote imekuja. Si imekuja ya Othaya. Sasa kazi nyingine ni kumuombea na kuombea serikali, tukijua wale watu wanakemea serikali wanasema serikali ni ya uongo. Kuna kitu mmetanganywa nyinyi? Kuna kitu mmetanganywa? Vitu ya Othaya imekuja. Kwa hivyo wale watu wa uongo mtuwasikize. Sisi watu wa Othaya ni watu wa kutaka amani. Your Excellency. Hello. Your Excellency, mimi sitaki kusubua sana. Najua uko na kazi mingi na umetuahidi vitu mingi, na tulisema hiyo vitu vingine yote tutakuja kwako. Na hii sasa mimi nimwambie tumeongea na president. Ile vitu yenu yote ya barabara, ya maji ya kulima, ya hii maji ya kunywa amekubali. Kwa hivyo mngojee tu namna hiyo. Your Excellency. Hawa watu unaona hapa, hawa vijana wanaitwa Big 7. Big 7. Big 7 ni ile timu kubwa Othaya. Si ile timu kubwa kabisa Othaya. Wako na harambee tarehe 18 mwezi wa 5. Na waliniambia president akija hapa niwaelezee hiyo tu. Your Excellency, na kuomba saidia hao vijana, hawa wanataka mpaka national level,
na ndio sababu wanaitwa Big Seven. Ni timu 7. Halo? Halo? Watu wa Othaya? Halo? Si nyinyi watu wa heshima? Nyinyi watu wa heshima? Na mnajua tunakaa na heshima. Kuna mtu wa Othaya ataweza kupigia mtu duru? Na muomba hata MCA, hata councilor, hata nani akisimama hapa, hakuna mtu anafaa kupigiwa kelele. Watu wa Othaya ni watu wa heshima. Ni kweli? Tuheshimu watu wa Othaya. Asante sana, Your Excellency. Sana. Huyu Mount Kenya, huyu ni mjumbe wenu, ni mtu muungwana sana. Hata ile alikuwa ameniambia ataniuliza ya KMTC, kwa sababu ni mtu muungwana, wacha nimsaidie kujibu hata kama hajauliza, kwa sababu ni mtu muungwana sana. Hiyo ya KMTC, mheshimiwa Alice yuko hapa. Alice, unasikia mama? Huyu waziri wangu Alice Wahome, yule contractor anajenga soko hapo, umtafutie pesa aende ajenge madarasa pale kwa KMTC. Nasikia iko matatizo pale kwa huyu Wainaina aliniambia kuna matatizo pale, watoto wako na msongamano ya madarasa na mambo. Ni kweli wasichana warembo? Ni kweli vijana? So huyo contractor tumpatie pesa kidogo aende ajenge block pale, kama ni ya madarasa 5, 6, 7, 8 ajenge hapo, ndio watoto wa KMTC wasome mahali pazuri. Tumekubaliana jameni?